Najisikia nimechoka sana. Ngoja tu nitamalizia kesho. Ni miongoni mwa maneno ambayo nakumbuka unayasema sana wakati ukitaka kufanya jambo lako. Na miongoni mwa jambo ambalo linafanya mipango yako isifanikiwe, basi hata ili neno pia lipo. Neno lenyewe ni kuchoka. Unakaribia kabisa kuyafikia mafanikio, lakini ghafla unajiona kama umechoka sana. Unasema, leo nimechoka bana, nitamalizia tu kesho. Unajuaje kama hiyo kesho utaamka na energy pamoja na nguvu ambazo ulikuwa nazo siku hiyo unaiahirisha? Kila siku ina siku yake, na ndio maana siku zote unaambiwa kwamba siku hazifanani. Ukipata nafasi ya kufanya jambo, basi lifanye kwa ufasaha zaidi, kwa sababu siku zinatofautiana. Ipo siku utaamka ukiwa na vibe sana la kufanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, na hisi hiyo hali ishawahi kukuta. Yani unaamka asubuhi upo fresh sana, kazi unafanya vizuri, yani unatamani ufanye kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yani hiyo siku nakwambia una mood. Alafu kuna siku unaamka yani umelegea sana, umechoka, ni vile unajilazimisha kukamilisha kazi fulani, na hata ukifanya hiyo kazi hauifanyi vile ambavyo unatakiwa kufanya. Yani unaifanya lakini sio kiukamilifu sana. So kitu gani ambacho kinapelekea hiki kitu kinatokea? Ni neno usichoke. Kwa nini unachoka hali ya kuwa mafanikio yanapatikana kama usipochoka? Karibu sana. Nikwambie, kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, cha kufanya ni kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, ili mradi uweze kujifunza kwa kina zaidi. Kwa nini unachoka? Njia gani uzitumie ili mradi usichoke? Jiulize swali moja tu, hiki kitu kinawezekana? Hivi Elon Musk anaweza vipi kumaintain makampuni yote aliyokuwa nayo na bado yuko tajiri na bado anaendelea na afya yake kila siku? Unakuta mtu anakuambia from nowhere, niko busy. Uko busy unafanya nini? Ukija kuangalia kuanzia asubuhi mpaka jioni, unamwambia mtu ufanye kitu fulani, anakuambia nilikuwa busy sana leo. Lakini ukimuuliza busy ulikuwa unafanya nini? Busy tu, si unajua harakati za hapa na pale. Harakati zipi? Hiki kinaitwa kuchoka. Unashindwa kutimiza mipango maalum, unafanya mipango ya kawaida sana ambayo inakupelekea wewe kuweza kupoteza future yako na focus yako. So ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho, tutajua maisha halisi ya kuchoka na kipi ambacho unatakiwa ufanye ili mradi usichoke. Karibu sana. Hizi ni siri za mafanikio ndani ya channel yetu, na kuomba tu usubscribe. Maisha bana huwa na changamoto nyingi sana, vikwazo, na kuna wakati unachoka hata unaelekea moja kwa moja kukata tamaa na ukiamini kwamba sitoweza kufanya. Umefungua biashara yako, mara ya kwanza imefeli, mara ya pili imefeli, mara ya tatu imefeli. Unaona mimi bora niachane kabisa na masuala ya biashara nikafanya kitu kingine, lakini kumbe muda unaacha ndo kuna gap ambalo linakaribia ili wewe uweze kufanikiwa. So cha kufanya ni nini? Cha kufanya, angalia makosa, kitu gani kinakukwamisha usifanikiwe kwenye ile biashara yako, ifanye kazi ya makosa and then uendelee. Sasa tuje kwenye mada halisi. Kwa nini unachoka? Yani kwa nini muda wa mafanikio unafika halafu wewe ndo unachoka? Naweza kusema kwamba usichoke, mafanikio yamefika. Neno usichoke ni ukumbusho wa kutokukata tamaa na kuendelea kusonga mbele hata pale ambapo changamoto zinakuwa nyingi zaidi. Katika maisha haya, changamoto ndizo zinafanya maisha yawe ya kuvutia zaidi, kwa maana kila siku tunapambana ili tupate pesa, kila siku tunapambana ili tupate furaha. So elewa, kabla ya changamoto hatuwezi kupata furaha, au kabla ya huzuni hatuwezi kupata furaha, kwa sababu ili upate furaha lazima nyuma ukutane na changamoto. Ili upate pesa lazima nyuma ukutane na umaskini, usitafute hizo pesa uweze kuzipata. So hakuna mafanikio bila kufeli. Usiogope kuanza. Anza. Kila hatua unayoanza iwe ina malengo fulani ya kutimiza ndoto zako. Ngoja nikupe mfano mmoja wa Thomas Edison, mgunduzi wa balbu. Balbu aliigundua kwa lengo moja tu, ili mradi iweze kutoa mwangaza. Sasa ilikuwaje hadi akaweza kugundua balbu, na aliyakuwa ripoti zinaonyesha kwamba mwamba alikosea zaidi ya mara 10,000 kwenye kutengeneza ile balbu, lakini kukata tamaa, aliendelea kutengeneza. Mwisho wa siku alikamilisha na balbu ikawaka, ikatoa mwangaza. Alikuja kuulizwa kwamba ulikosea mara 10,000, ilikuwaje? Kwa nini ulikosea? Akasema sijafeli na wala sijakosea, bali nimegundua njia mpya ambazo hazikunisaidia mimi kuweza kufanya hiki nilichotaka kukifanya. So kitu gani alikuwa anamaanisha hapa Edison? Ni kwamba kwenye kila kitu unachokifanya, endapo utaonekana umefeli, so elewa kwamba hujafeli, bali njia uliyoitumia ni tofauti na kile unachokitaka. So
hicho kitu ulichokipata muda huo inabidi ukifanyie kazi ili kukuletea kitu kingine ambacho ni bora zaidi. Edison alikwambia hivyo, hajafeli kwa sababu aliamini kwamba kile alichokifanya kimekuwa bora zaidi, na ndio maana ameweza kufanikiwa mafanikio hayo. Sasa jiulize, kama Edison angekata tamaa akifika mara 100 tu, angeacha, tungepata umwanga tunaopata sasa. Alafu nakuta mtu from nowhere akajaribu mara 5 tu, anakuambia oh, I'm tired, I'm so tired, I can't do nini. Yani mambo yanakuwa ni mengi sana. Aliyekuwa unakuta mdomo kama ameanza amefanya kwa siku 5 tu maybe, hana ule muendelezo wa kufanya, consistency hana. So hichi kinaponza moja kwa moja. Jifunze sana kufanya moyo wako uweze kushindana na changamoto zinazokuja. Ukipata changamoto ndio utajua namna gani ya kufanikiwa. Just imagine unapitia changamoto ya fedha. Lazima akili iwe ya moto. Sina pesa, nitapataje pesa? Lazima utafanya ubongo wako uwe active kwenda kufanya pesa, ili pesa yako unaoitafuta uweze kuifanyia kitu fulani. So utawezaje kupata pesa kama umeshachoka? Na ndio maana nakwambia tena, usichoke. Mafanikio yamefika. Endapo hautochoka kutafuta kile unachokitaka, basi mafanikio lazima yatakuja kwa namna yoyote ile. Watu wanashinda kufikia mafanikio wanayotaka kwa sababu wanachoka kabla ya muda. Kama Edison angechoka, angefanikiwa kutengeneza balbu? Jibu ni kwamba asingefanikiwa. So kitu gani kikubwa cha kujifunza hapa ni kwamba hakuna kuchoka. Ndoto kubwa hazipatikani kirahisi sana. Inahitaji uvumilivu, bidii na pia kuwa na muendelezo maalum kutokana na vitu ambavyo unavifanya. Nimeelezea mambo mengi sana, nimekutolea mfano wa Edison, lakini sasa kama wewe ni mtu wa kuchoka, unajiuliza sana, nitafanyaje ili niweze kuendeleza, niwe na muendelezo na kwa maana nisichoke? Nakwambia vitu hivi. Kama una kalamu na penseli, daftari ama notebook yoyote ama hata simu yako, basi zingatia vitu ninavyokwenda kukwambia sasa hivi. Fanya hata kuviandika kwenye diary yako. Kitu cha kwanza kabisa, ili usichoke, basi weka malengo madogo ambayo unaona kabisa unaweza kuyafanikisha. Malengo madogo ambayo unahisi kabisa, haya nikianza nayo lazima nitafikia sehemu ambayo mimi nahitaji kufika. Usiseti malengo makubwa sana kuweka sifa, kwa maana bana mtu fulani kaseti kitu fulani ili tumsifie hivi. Hapana, angalia kitu ambacho unaona kabisa hiki naweza kukitimiza. Achana na yale masuala ya sifa, mara hivi I'm so proud of you, unafanya kitu fulani ili watu wakuone. Hicho ni kitu hatari sana kwenye maisha yako, na kama hutaweza kufanikiwa kama unafanya vitu ili watu wakuone. Elewa kwamba kila mtu ana mishi zake, yani uko busy na vitu vyake. Kitu cha pili kabisa ni pata motisha kutoka kwa wengine. Fuatilia wengine walivyofanya, ili kuaje, changamoto gani walizofanya. From nowhere mtu sasa hivi anakuambia kwamba natamani, mimi ni mwandishi, natamani kuwa kama Millard Ayo. Unakumbuka Millard Ayo amefanya kazi zaidi ya mwaka, miezi kadhaa, anazurumia pesa yake ya mwezi halipi na anatumia pesa yake mwenyewe. Ila wewe ukipitia hizo changamoto unasema mimi siwezi nikafanya kazi ya kujitolea, alafu Millard Ayo yeye ametoboa nini? Unakumbuka Millard Ayo ametoka wapi? Fanya motisha, muulize Millard Ayo the life and the struggle aliyopitia kule nyuma, and then pale baada ya hapo utajua kwamba kumbe hata hizo nyakati ninazopitia basi naelekea kwenye mafanikio ya juu zaidi. Ukifuatilia historia ya Millard Ayo, alipitia changamoto nyingi sana hadi kuja kufikia hapa alipofika sasa hivi. Lakini kitu kingine ni kujifunza kutokana na makosa badala ya kujilaumu. Makosa uliyopitia inabidi ujifunze, uongeze skills kutokana na yale makosa. Kwa nini umekosea, na baada ya kukosea yale makosa kitu gani yameweza kukuongezea. Kitu kingine, jitahidi sana kuongea na moyo wako, usichoke kila siku. Ukitaka kufanya kitu fulani, fanya kwa muendelezo. Ukitaka kuchoka, basi uambie moyo wako usichoke. Neno usichoke litatumika kama ukumbusho wa kuendelea kufanya, na pia litakuweka mbali zaidi na changamoto ambazo unahisi kabisa zitakukwamisha kwenye malengo yako. So nahisi utakuwa umeenjoy, utakuwa umejifunza zaidi, lakini nikwambie endelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Siri za Mafanikio, kwa sababu kuna vitu vingi sana vya kujifunza hapa ndani. Karibu sana. Hizi ni Siri za Mafanikio, nikutakia wakati mwema. Bye bye kwa sasa.